Haya, watu wa Nanyuki hoye! Nanyuki hoye! Nanyuki moriega! Mwathani agocwo, Ngai no mwega, na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Nanyuki mnisalimie kwa hewa, nione watu wa Nanyuki, watu wa Nanyuki, watu wa Nanyuki. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametufikisha Nanyuki siku ya leo. Na mimi nimefika Nanyuki leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Laikipia County. Tumeelewana jameni? Mimi wakati nilisimama hapa Nanyuki, niliwaambia kazi yangu ya kwanza ni kupanga vile watoto wetu watasoma. Na ndio sababu hiyo Aya, sawa sawa. Niliwaambia masomo ya watoto wetu wa Kenya ni ya muhimu sana. Na mnajua nyinyi muliniambia niende ninyoroshe mambo ya masomo ya watoto wa Kenya. Ile matatizo ilikuwa kwa CBC, niliweka jopo na tukatatua matatizo ya CBC. Na kwa miaka miwili nimeajiri walimu 76,000 kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma. Na vile vile tukasema ya kwamba lazima tuongeze pesa ambayo itatumiwa kwa kujenga madarasa zaidi. Kwa miaka miwili tumejenga madarasa mpya 17,000. Na mimi nimefika leo hapa Nanyuki. Huyu Kiunjuri mbunge wenu amenieleza ya kwamba kwa town hii yenu muko na shule ya DEB hapa, muko na shule ya Dhengeto, muko na shule ya Ndorori, si ndio? Muko na shule ingine Liki, si ndio? Muko na shule ya Liki na muko na shule ya Bungoma, si ndio? Sasa sikizeni kwa makini. Mimi nimetoa pesa zangu na nimeongeza ya wizara. Hii Nanyuki town tutawajengea madarasa mengine 60 ya watoto wenu wa hapa kwa hiyo mashule 5. Na huyu Kiunjuri ndiye atafuatilia. Nimeanzisha saa hizi madarasa hapa kwa sababu mimi nataka nihakikishe ya kwamba watoto wote wa Kenya, tukianza na watoto wa hapa Nanyuki na Laikipia, wanapata nafasi ya kusoma. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Wakati nilikuja hapa kuomba kura zenu, niliwaambia tutawajengea soko hapa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Sasa leo nimekuja hapa, sikizeni watu wa Nanyuki. Hapa serikali ya Kenya tunawapatia milioni 358 ya kujenga soko yenu hapa. Nimekuja kuangalia awamu ya kwanza. Hiyo awamu ya kwanza nimeambia contractor ndani ya siku 90 amalize awamu ya kwanza, tuanze awamu ya pili. Mimi nataka wafanyabiashara wa hapa, wale kina mama mboga, waweze kuuza biashara yao mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna vyoo, mahali kuna usafi, kwa sababu soko ni ya muhimu kwa wafanyabiashara na vile vile ni muhimu kwa wakulima. Tunataka wakulima wapate mahali ya kupeleka mazao yao, ndio Kenya iweze kusonga mbele, tuzalishe uchumi ili Kenya isonge mbele. Watu wa Laikipia tunaelewana jameni?
Tunaelewana? Jambo la tatu, mimi nilikuja hapa kuanzisha program ya affordable housing. Si ndio? Hiyo affordable housing saa hizi imefika 97%. Hiyo percentage tatu imebaki. Mimi namwambia Waziri Alice Wahome amalizane na hiyo affordable housing, nyumba 200, wananchi wa hapa waanze kuishi ndani huko, muweze kukaa sawa sawa katika tauni hii. Laikipia mko tayari? Na Nyuki mko tayari? Jambo la pili, mimi nitarudi hapa kwa sababu huyu Halis, waziri wangu wa mambo ya ujenzi, nimemueleza vile vile aanzishe nyumba zingine 1000 hapa na Nyuki town, kwa sababu nyumba 200 haitoshi. Mimi nataka nyumba zingine 1000 zijengwe hapa, ndio ile watu wote wanaishi kwa slums waweze kupata makao mazuri, na tutawapatia na rent ya chini, ile mortgage, ndio kila mmoja wetu aishi mahali kuna usafi, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Laikipia hoye! Na Nyuki hoye! Tumekubaliana jameni? Jambo la 4, mimi nimekuja hapa Laikipia na nimesema nimekuja ziara ya maendeleo. Leo asubuhi nimeanzisha mradi ile ya mambo ya stima. Mulinieleza hapa Laikipia watu wengi bado wanaishi kwa giza, hawana stima makwao. Ni kweli ama si kweli? Sasa leo nimekuja hapa na waziri wangu wa kawi na PS wake bwana Mureithi na bwana Wachira, na tumeanzisha program ya watu wa hapa Laikipia ya milioni 720 kuunganisha manyumba 4,000 zaidi kwa mambo ya stima hapa Laikipia County. Tunaelewana jameni? Tukiongeza stima hapa, tutaongeza pia internet, na tutahakikisha ya kwamba biashara inasonga mbele. Tunahakikisha ya kwamba mazao yenu yakiletwa hapa sokoni, tuweke cold room, kuwe na stima, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi na Kenya inasonga mbele. Laikipia hoye! Jambo la 4, mimi nimekuja hapa Laikipia ni maneno yenu ya barabara. Nyinyi mnajua barabara ni muhimu. Kwanza katika tauni hii, huyu Kiunjuri kuna barabara 3 ameniambia. Sasa nataka munisikize watu wa Laikipia. Huyu Kiunjuri ameniambia kuna barabara 3 ya muhimu hapa. Ameniambia kuna barabara ya kutoka Liki kwenda Ndrokoma. Ati hiyo barabara tujenge. Nyinyi ndio mulimutuma ama ni kunipanga ananipanga? Mulimutuma hiyo barabara ya kutoka Liki kwenda Ndrokoma. Haya, ameniambia vile vile kuna barabara ingine kutoka Trojan kwenda Kilimo mpaka Ruai. Hiyo barabara mulimutuma ama hamkumutuma? Mulimutuma hiyo barabara. Sasa hiyo barabara 2, kwa sababu iko town hapa, nimeambia waziri na PS wake yuko hapa bwana Mbogwa. Wewe bwana Mbogwa usikie vizuri, wewe ndio PS. Hizo barabara 2, hizo barabara mimi nimesema nimeidhinisha hizo barabara, weka pesa tujenge hiyo barabara, tuweke lami. Tumeelewana? Alafu kuna barabara ya 3. Huyo Kiunjuri ameniambia kuna mahali inaitwa Lion Court hapa. Alafu inaenda mahali inaitwa Baraka. Alafu inaenda mpaka Merera. Hiyo pia mumemwambia afanye. Lakini nyinyi sasa, si kazi mmetupatia ni nyingi bwana? Ama inatoshana na ile kazi mmetupatia? Bas, hiyo mimi nitaweka kwa budget ya mwezi wa 6. Munipatie nafasi kidogo, niwatafutie pesa. Mwezi wa 6 nikitengeneza budget, nitaweka pesa ya hiyo barabara kwa hiyo budget, ndio tuweze kuwajengea, kwa sababu nasikia imeharibika. Tulikuwa tumejenga lakini imeraruka vibaya sana. Ni kweli ama si kweli?
Ni kweli ama si kweli? Alafu kuna ile barabara tumezungumzia siku mingi ya kutoka hapa kwenda Rumuruti. Ai, sijui nitafanya nini. Hiyo barabara ni ya muhimu sana, si ndio? Lakini ni barabara 74 kilometers. Mutanipatia nafasi nijenge polepole, niweke pesa ifike katikati, alafu niongeze ama namna gani, si ndio? Alafu pia huyu mama Korere ameniambia kuna barabara ingine inatoka hapa kwenda Doldol, si ndio? Na pia hiyo barabara ni ya muhimu. Sasa wewe bwana Mbogwa, wewe na Davis mwende mupange, hawa watu ndio wadosi wangu, na wamesema wanataka barabara kutoka hapa kwenda Rumuruti na kutoka hapa kwenda Doldol. Hata kama pesa haiwezi kutosha mara moja, wekeni pesa kwa mpango, taratibu, polepole, mpaka tukamilishe hiyo barabara. Hawa wananchi waone ya kwamba tunashughulika na mambo yao. Watu wa Laikipia tumekubaliana? Watu wa Laikipia tumekubaliana? Sikizeni watu wa Laikipia. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Kiunjuri. Amenieleza ya kwamba kuna stadium yenu iko na matatizo hapa, saa zingine inaingia maji. Na mimi nataka nimtume Kiunjuri aende akutane na waziri wangu wa mambo ya michezo. Alafu tuone vile tunaweza kufanya hiyo mambo ya stadium hapa. Ndio tupangane na yeye namna hiyo. Watu wa Laikipia na watu wa hapa na Nyuki, sawa sawa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile kazi mulinipatia, mukaniambia nipange masomo ya watoto wetu. Hiyo kazi nimepanga vizuri, watoto wanasoma, nimeweka taratibu ya kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma, tumeajiri walimu na hiyo kazi inaendelea. Muliniambia nipange mambo ya kilimo. Mambo ya kilimo nimepanga vizuri. Mambo ya chai mwaka huu tuliongeza pesa kwa asilimia karibu 30, 50 billion shillings more kwa mambo ya chai mwaka huu. Mambo ya kahawa inaendelea sawa sawa. Bei ya kahawa imeongezeka kutoka shilingi 50, shilingi 60, sasa imefika shilingi 100 kwenda mbele. Maneno ya maziwa niliwaambia tutalipa 50 shillings. KCC inalipa sasa shilingi 50 kwa kilo moja na tunalipa kwa masaa. Tumeelewana watu wa hapa, watu ya Laikipia? Neguo kana tiguo? Neduraiguithania? Tunaelewana? Mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi. Watu wa Laikipia, mimi kama kiongozi wa nchi hii nimesema katika taifa letu la Kenya hatutaki ugomvi na hatutaki chuki na hatutaki ukabila. Sisi wote kutoka jamii zote, sisi ni ndugu moja. Tumeumbwa na Mungu mmoja, watu wa taifa moja, with a common destiny, one united nation. Hapa Laikipia munaishi jamii zote za Kenya, ni kweli ama si kweli? Nyinyi watu wa Laikipia mnataka tuingize siasa mambo ya ukabila. Na ndio sababu hiyo hata wale walikuwa upinzani, mimi nimesema hata wale walikuwa upinzani kupitia kwa broad-based government, nimesema waje tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, tujenge taifa letu la Kenya pamoja, kwa sababu Kenya inatutosha sisi wote. Nasikizeni. Nasikizeni ndugu zangu. Sio lazima mmoja atoke ndio mwingine aingie. Hii serikali inatutosha sisi wote. Ama namna gani jameni? Si ndio? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa. Na mimi nataka niwaeleze, kuna wengine wanaendesha propaganda potovu ya kwamba kuna watu watabaguliwa Kenya hii. I want to assure you, there is no community, there is no county,
there is no region that is going to be sidelined in the broad-based government. We are going to work together as one people with a common destiny, the people of Kenya. Tumekubaliana na Nyuki? Na Nyuki tumekubaliana? Munasema tuungane? Munasema tushirikiane? Hebu nione wala anasema tunashirikiana, tushirikiane. Basi, na katika ushirikiano huo, tutashughulika na mambo yenu ya maendeleo. Na mimi nataka niwaambie Laikipia, musikubali viongozi wa chuki na ukabila kutugawanya. Nyinyi watu wa Laikipia mulinipatia kura zenu. Na mimi si wazimu nisahau kwamba mulinipatia kura zenu. Na kura zenu mulinipatia, nitahakikisha ya kwamba kazi yenu ya barabara, ya soko, ya affordable housing, ya stima, ya kusomesha watoto wenu itafanyika vile inavyopaswa. Tumekubaliana jameni? Nego kana tiguo. Tumekubaliana? Basi, kwa sababu viongozi ni wengi, mimi nataka nichukue nafasi hii nimuulize kwanza naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki atusalimie, yuko hapa. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa safari ya leo. Leo ni leo, msema kesho ni mwongo. Leo ni leo, msema kesho ni nani? Rais amefika mlimani, hajafika. Tumefika mlimani, hatujafika. Kwa hivyo Rais, asante sana kwa kuanza safari yako mlimani hapa Nanyuki. Kwangu ni hapa chini, kiteremuka hapa chini. Na hapa watu wamechanganyika, jamii ya Wakikuyu, jamii ya Wameru na jamii nyingi zinaishi hapa Nanyuki. Ndegwa kana teguo. Mmefurahi Rais vile amefika hapa? Mmefurahia Rais kufika hapa? Jambo mbili nataka kusema. Ya kwanza ni kwamba tumefika hapa mambo ya maendeleo. Rais amekuja hapa mambo ya shule, mambo ya soko, mambo ya barabara, mambo ya stima na mambo ya maji. Na hiyo ndio kazi mlipatia Rais awafanyie. Kweli si kweli? Sio ndio kazi mliandika Rais William Ruto? Wale wote tulikuwa kwa timu hii tukiomba kura, tukiombea Rais kura, tulikuwa tunasema mtuchague tuwafanyie mambo hayo. Hatukusema mtuchague tuende kuchochea wananchi. Kweli kama si kweli? Kweli ama si kweli? Kwa hivyo ile kazi mlitupatia tunaendelea nayo. Hapa Laikipia kulikuwa na shida kubwa ya usalama. Rais akaamrisha mimi nikiwa waziri tukuje hapa tumalize shida ya usalama. Na tulisongesha hiyo kazi. Mahali imebaki kidogo, wale wamekuja tutamalizia nao. Nataka niwaulize watu ya Nanyuki, tuendelee na mambo ya maendeleo ama tuwache? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Jambo ya mwisho ni kwamba ili nchi yetu iendelee, ili Nanyuki iendelee na Laikipia yetu na Mlima Kenya, tuweke umoja wa taifa. Nchi yetu ni nchi moja, hatuna nchi mbili. We have one country. We are all one people. And all the regions of Kenya can develop together. You don't have to leave behind one region in favor of the other. It is possible for Kenya to develop together. Na ndio Rais ameuliza aendelee na mambo ya kuunganisha Kenya yote. Kenya iwe pamoja, kwa sababu kuna watu wamesaliwa hapa lakini wanaishi Lamu. Wengine wamesaliwa hapa wanaishi Rift Valley na Kisumu. We have one country, one people, one nation, and under one flag and one president. Tuendelee tusiendelee? Na mimi nikiwa naibu wa Rais,
Kazi yangu ni kusaidia rais kusukuma kazi. Si namna hiyo? Kazi yangu ni kusaidia rais kusukuma nini? Mimi nitarudi hapa kuangalia hii soko kama imekamilika. Nitarudi hapa kuangalia hizo barabara amesema. Nitarudi hapa kuangalia mashule na maji. Jambo la mwisho, kwa hii region wale tumetoka hapa, we are working together as a team because nobody can deliver for the people alone. Ndio umeona tuko na ndugu yangu Mwangi Kionjori. Tuendelee kushikana na Mwangi Kionjori. Tukusaidia rais kazi. Tuendelee tusiendelee. Nionyesheni kwa mkono wale wanasema tuendelee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Waziri wa mambo ya manyumba na ardhi atusalimie. Sema hatuna. Rais yuko. Nataka kuhakikisha ya kwamba kama yule amehakikisha kazi ya affordable housing itaendelea. Vijana muko. Vijana muko. Nataka tuandamane na nyinyi, tumalize kazi na tukubali serikali ni ya muungano. Asante sana. Mama Jane Kagiri. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, na wakazi wote wa Laikipia, Bwana asifiwe. Your Excellency, sasa tusikizane tafadhali. Tusikizane tafadhali. Your Excellency, nataka kukurudishia shukrani kwa kupenda watu wa Laikipia County. Hii ni mara yetu ya kwanza tuko na soko. Hii ni mara yetu ya kwanza kuna jengwa nyumba. Hii ni mara yetu ya kwanza vijana wetu wanapata kazi. Your Excellency, asanti na urudi Laikipia tena na tena na tena. Munataka president arudi? Munataka arudi? Munataka arudi? Tuseme mara tatu, Ruto! 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 Asanteni sana. Ambaye ni mbunge wetu wa kutoka kule North. Kwa sababu ya maneno ya security. Na ulituambia ile kidogo imebaki Mgogodo Forest utashughulikia. Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Laikipia North tulianza kuheshimika na kusikika wakati ulininominate kama nominated MP. Ndio maana bado tunapasa sauti yetu mpaka leo. Na kuomba kitu kimoja. Kuna shamba inaitwa Kimgandora hapa. Kuna mabwenyenye wanataka kutunyang'anya shamba. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, ni aibu. In this century, sisi bado tunaitwa squatters. Tunakuomba baba yangu, ututatulie maneno ya Kimgandora, maneno ya Kisiriri, na barabara ya Doldol, na yako ni 10 bila break. Erito Mureithi. Tutulie. Mumefurahia Mheshimiwa Rais kufika? Mumefurahia? Mumefurahia? Hebu muonyeshani namna hii. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa sababu viongozi waliochaguliwa wako hapa, siwezi ongea ya maendeleo. Yangu ni kuwasihi tu wananchi,
mani retore he igoti modo akione cia kuruta wira kane atia neguo Mheshimiwa Rais, kuna ile hela tulikuwa tumepanga na wewe ya infrastructure bond ya kusaidia kazi ambazo unazozifanya hapa Nanyuki. Kwa hiari yako ikiwezekana, pengine wabunge waangalie hayo mambo ili tuongezee barabara kama zile za pale Bemoaki na zingine. Asanteni sana. Alikuwa gavana wetu hapa, lakini sasa anafanya kazi na mimi. Nimempatia kazi sasa, yeye ndio mwenyekiti wa Kenya Revenue Authority. Ndiye ananisaidia kukusanya ushuru ya Kenya. Sasa ile jina mlinipatia ya Zakayo, huyu ndio Zakayo sasa mwenyewe ndio mtu ya KRA ndio huyu. Ndio? Aya. Wacha nimuite Kimani Ichung'wah, mbunge wetu wa Kikuyu na leader wa majority. Sina mengi sababu ya masaa. Si hapa ni Nanyuki, Wake Ojore, na Jerry Kagiri, na William Ruto, na Kithure Kindiki. Mheshimiwa Rais, hapa ndio mlima Kenya. Na hii mlima Kenya wenyewe ni hawa wananchi unaona hapa hawa. Na hawa wananchi jambo wanataka kutoka kwako Mheshimiwa Rais ni maendeleo, na maendeleo peke yake, sio siasa ya kubagua, sio siasa ya kupiganisha watu, sio siasa ya ukabila. Wanataka maendeleo. Neguo Nemoga tonyitithania bururi. Rais aunganisha nchi, atuletee maendeleo. Na ajue hapa Mount Kenya, nyinyi wananchi ndio wenye Mount Kenya, na yeye ndiye rais wa Kenya na Mount Kenya. Kweli si kweli? Mwathani amurathime.